Haya ni maonyo na mafundisho kutoka historia ya Israeli kwa Mkristo. Paulo anaongea na kanisa la Mungu, yaani wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza, maandiko yanasema: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose fahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Licha ya wana wa Israeli kupita kati ya bahari na kubatizwa wawe wa Musa, kama ilivyo sasa kwa Mkristo kubatizwa, wakala chakula cha roho ambacho ni neno, kama sisi leo tunavyolipata neno la Mungu ambacho ni chakula cha roho, na wakafuatwa na mwamba na maji ambao ni Yesu Kristo. Lakini bado walitamani mabaya, bado waliabudu sanamu, bado walifanya uasherati, bado wakamjaribu Bwana Mungu wao, bado wakanung'unika. Na hili ndilo funzo kwetu: licha ya kutimiza kweli yote, yani kupata ubatizo, kupata neno la Mungu na kumjua Kristo, lakini bado tunatakiwa kuushinda ubaya, bado tunatakiwa kuushinda uovu ambao haumpendezi Mungu wetu aliye mbinguni. Ndugu yangu na mpendwa mwenzangu, maandiko yanasema katika Korintho wa kwanza 10 mstari wa 12, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Usitamani mabaya, usiabudu sanamu, usifanye uasherati, usimjaribu Bwana Mungu wako, usinung'unike. Bila shaka kuna jambo au mambo ambayo umejifunza yatakayoimarisha na yanayoendelea kuimarisha imani na wokovu wako. Unaweza kucomment, kulike ama kushare ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi katika peji zetu. Isaac Joakim au Baba Melo TZ. Asante.